Karibu tena TST Architect and Builders, kampuni maarufu kwa mambo yote ya ujenzi. Tunafanya usanifu wa majengo ya kisasa na ujenzi wa majengo ya aina zote, majengo ya biashara na majengo ya makazi. Leo tumewaletea ramani moja nzuri, ramani ya vyumba viwili. Pia katika hii ramani tumeleta mchanganuo mzuri kwa ajili ya kuweza kujua gharama halisi ambazo tutazitumia kujenga nyumba nzuri kama hii au nyumba nyingine ambayo inafanana na hii. Kwa hii tumekupa kama mwongozo uweze kujua gharama, utatumia gharama kiasi gani, material gani yanaweza yakatumika kwa kiwango kipi. Hivyo kaa tayari, sikiliza video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kupata taarifa kamili za gharama na mambo yote yanayohusu ujenzi wa nyumba hii ya vyumba viwili, nyumba ya kisasa ambayo imeandaliwa kitaalamu na yenye sifa zote za kuwa nyumba bora ya kisasa kwa makazi ya familia ya kati au familia kubwa. Kabla hujaendelea, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye channel yetu hii, naomba gusa hiyo neno subscribe kwenye channel yetu ili uweze kuwa unapata dondoo muhimu sana ambazo zitakusaidia katika hatua yako unayoelekea kwenye ujenzi wa makazi au nyumba yako ambao unatarajia kujenga. Kama nilivyokuambia, hii ni ramani ya vyumba viwili. Hii ina sebule, ina dining, ina jiko na ina vyumba viwili vya kulala ambacho chumba kimoja ni master bedroom. Lakini pia ina public toilet ambacho choo cha ndani kwa ajili ya matumizi ya wanafamilia ambao watakuwa kwenye chumba kimoja wapo ambacho hakina choo cha ndani. Huo ndio muundo ambao hii nyumba unayo. Ni nyumba nzuri ya kisasa na muonekano wake wa nje kama mnavyoona uko namna kama hii. Lakini naomba sasa chukua kalamu yako pamoja na karatasi ili nikupitishe hatua kwa hatua katika gharama ambazo zitahitajika kuweza kujenga nyumba hii katika mfumo ambao utakuwa uko standard kabisa. Gharama zetu nimezigawanya katika hatua muhimu za ujenzi ili kukusaidia wewe mtu mwenye kipato kidogo kujenga bila shida, ukijenga hatua kwa hatua. Kwa hiyo nimeanza kufanyia mchanganuo hatua kwa hatua ili kuweza kurahisisha wewe kuweza kujipanga kuanzia msingi, boma, kuwezeka na kufanya finishing. Kwa hiyo hapa nitakueleza gharama zote mpaka nyumba inakamilika itagharimu shilingi ngapi na pia material yapi ambayo utahitaji kutumia. Basi tuingie moja kwa moja sasa kwenye gharama ambazo tutaingia hasa katika ujenzi wa nyumba hii au nyumba nyingine itakayokuwa inafanana na sifa za nyumba hii. Tukianza na hatua ya msingi. Hatua ya msingi itatumia tofali 900, tofali za blocks, tofali 900 ambapo kwa kawaida kila tofali la inchi 5 inauzwa kwa shilingi 1000. Sasa ukichukua tofali 900, kila tofali kama litauzwa kwa shilingi 1000, maana yake kwa tofali 900 utahitaji kutenga budget ya 900,000. Itagharimu 900,000 kununua hizo tofali 900. Lakini pia katika huu msingi utatumia cement mifuko 18 ambao kila mfuko wa cement unauzwa 17,000. Na kwa hiyo ukijumlisha ukipata jumla ya gharama kwenye cement itakuwa ni 306,000. Gharama ya cement kwenye level ya msingi itatumia shilingi 306,000. Lakini pia katika msingi tutahitaji nondo pisi 23. Tutahitaji nondo pisi 23 ambapo kila pisi ya nondo inauzwa 23,000 ambapo 23,000 tukitafuta jumla hapo ya nondo tutatumia 529,000. 529,000
129,000. Lakini pia katika msingi tutahitaji mchanga kenta 1.5, ambapo kila kenta inauzwa kwa 50,000. Kila kenta utapata mchanga kwa kenta moja inauzwa kwa 50,000. Kwa hiyo kenta 1.5 itagharimu 75,000. Kenta 1.5 itagharimu 75,000. Lakini pia katika msingi tutahitaji kuwa na kokoto kenta 1, ambapo kila kenta inauzwa kwa 180,000. Japo katika msingi hii kenta 1 haitaweza kuisha, zitabakia sehemu. Kwa hiyo tunapigia jumla hapo kwamba kwa ujumla utaagiza kenta 1, ambapo kenta 1 inauzwa kwa 180,000. Pia katika huu msingi tutahitaji kuwa na binding wire piece 10, binding wire piece 10, na kila piece ya binding wire inauzwa 2,000. Kwa hiyo kwa piece 10 tutahitaji kutenga budget ya 20,000. Na katika msingi huu tutahitaji ring kwa ajili ya mkanda. Ring zitatumika ring 200, ambapo kila ring inauzwa kwa shilingi 200. Kwa hiyo kwa jumla hapo ring zitagharimu 40,000. Sasa kwa material yoyote kwenye eneo la msingi, jumla ya gharama kwa material kwenye eneo la msingi itagharimu, kijumlisha hapo itagharimu 2,250,000. 2,250,000. Kwa hiyo ukishakuwa na 2,250,000 utakuwa umekamilisha material yote ya msingi. Lakini kuweza kujenga huu msingi tutahitaji kuingiza na gharama za ufundi. Gharama za ufundi hapo kama atakupiga sana itagharimu 600,000. Kwa hiyo ukijumlisha hapo 2,250,000 ukijumlisha na 600,000 gharama ya ufundi, then utakuja kupata jumla ya gharama ya msingi itakuwa ni 2,600,000. 2,600,000. Kwa hiyo hapo utakuwa umekamilisha eneo lote la msingi pamoja na gharama za ufundi. Sasa tunaingia hatua ya pili. Hatua ya pili ni kuinua boma. Tunainua boma, lakini pia hapa nimejumlisha pamoja na zile top course 3 zile za mwishoni kule juu baada ya kufunga mkanda ule wa juu. Kwa hiyo hapa nitakupa makalio mpaka kwenye zile top course za juu. Kwa hiyo hapa utatumia tofali 1,850. Utatumia tofali 1,850 za inchi 5, ambapo kila tofali linauzwa kwa 1,000. Then kwa tofali tu hapo itagharimu 1,850,000. 1,850,000. Lakini katika kujenga hili boma utatumia sementi mifuko 27. Mifuko 27 ya kilo 50. Then kila mfuko unauzwa kwa 17,000. Kila mfuko unauzwa kwa 17,000. Kwa hiyo ukipata jumla ya hapo utatumia 459,000. Utatumia 459,000. Kwa ujenzi wa boma hapo pia utatumia sementi mifuko 27. Utatumia sementi mifuko 27 na kila mfuko unauzwa kwa 17,000. Kwa hiyo kwa mifuko 27 itagharimu 459,000. 459,000. Lakini pia katika ujenzi wa boma utahitaji nondo piece 30. Nondo piece 30 ambao hizi nimejumlisha pamoja na nondo ambazo tutatumia kwenye nguzo, zile nguzo za mbele ya veranda na nyuma. Kwa hiyo utatumia jumla piece 30. Utatumia jumla piece 30, ambapo kila piece ya nondo inauzwa 23,000. Kwa hiyo kwa piece 30 itagharimu 690,000. 690,000. Lakini pia katika ujenzi wa boma utahitaji mchanga kenta 1.5.
ambapo kila kenta kwa kenta moja ni 50,000. Kwa hiyo kwa kenta 1.5 itakuwa ni 75,000. Pia katika ujenzi wa boma tutahitaji kokoto kenta moja. Kokoto kenta moja, ambapo kenta moja inauzwa kwa 180,000, ambao jumla yake itakuwa ni hiyo 180,000. Lakini katika ujenzi wa hili boma tunahitaji binding wire. Kwa upande wa boma zitakuwa piece 12, ambapo kila piece inauzwa 2,000. Kwa hiyo jumla ya gharama itakayotengwa kwa ajili ya binding wire itakuwa ni 24,000. 24,000. Lakini pia katika ujenzi wa boma tunahitaji ring 250, ambavyo hizo ring 250 kila ring inauzwa shilingi 200. Kwa hiyo kwa ring 250 utatumia 50,000. Sasa jumla ya material yote kwa ujenzi wa boma, jumla ya material yote itatumika jumla 3,328,000. 3,328,000. Hiyo ni jumla ya material utakayotumia kwenye boma hadi pale kwenye top course zile za juu. Lakini gharama ya ufundi ni 600,000. Gharama ya ufundi hapo itatumia 600,000. Kwa ukitumia 600,000 hapo, maana utakuwa umeongeza gharama ya boma, ambapo tutakuja kuwa jumla ya gharama ya kujenga boma. Gharama ya kujenga boma itakuwa ni 3,928,000. 3,928,000. Hiyo ndiyo gharama ya ujenzi wa boma hadi kufikia kwenye top course. Tunaendelea na hatua nyingine inayofuata. Naomba kama bado hujasubscribe, naomba subscribe channel yetu ili tuendelee kukupa taarifa nyingi ambazo tunazileta humu kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe kufungua na kupata mwanga kwenye hatua zote za ujenzi. Basi tuendelee na hatua nyingine, hatua ya paa. Hatua ya paa hapa nimejumlisha uwekaji wa makenchi na kufunika. Uwekaji wa makenchi na kufunika pamoja na kenchi wire zinakuwa tayari zimeshafungwa hapo. Kwa hiyo kwenye paa la hii nyumba utatumia bati 68. Bati piece 68, ambapo hizi bati 68 ni bati za mita 3. Bati za mita 3 utatumia piece 68. Sasa kila piece inauzwa 22,000. Kwa hiyo kwa piece 68 utatumia 1,496,000. 1,496,000. Hapa kwenye paa vile vile utahitaji mbao kwa ajili ya kuweza kuwezeka. Mbao peke yake itatumia 1,100,000. 1,100,000. Lakini pia kwenye paa hii utahitaji misumari ya kawaida na misumari ya bati, pia na kench wire kwa ajili ya kufunga kench. Gharama ya hivyo vyote inagharimu 400,000. Inagharimu 400,000. Sasa jumla ya material ambayo utatumia kwenye paa, jumla ya gharama itakuwa ni 2,996,000. 2,996,000. Kijumlisha na gharama ya ufundi hapo. Gharama ya ufundi nimeweka 600,000, lakini hii inaweza kashuka mpaka 4,500,000 mpaka 5,000,000. Kwa hapo mimi nimepigia maximum 600,000, ambao haitaweza kufika huko. Ukijumlisha hapo na 600,000, kwa hiyo jumla ya paa litakuwa jumla yake 3,596,000. 3,596,000.
596,000. Sasa ukija kujumlisha gharama zote mpaka hapo, manake tukishafika hapo tumeshajenga nyumba kuanzia msingi, tumeinua boma na tumeezeka. Ile structure ya nyumba itakuwa imekamilika. Kitakachokuwa kimebaki sasa hapo ni eneo la finishing. Kwa hiyo sasa kwenye kujenga structure kuanzia msingi, boma mpaka kuja kuezeka, jumla ya gharama ukijumlisha hapo unapata jumla ni 1,174,000. Jumla ya ujenzi wa nyumba mpaka kufika kuezeka itatumia 1,174,000. Hiyo ndiyo jumla ya nyumba mpaka umeshaifunika. Lakini sasa kitakachobakia hapo ni eneo la finishing. Eneo la finishing lina mambo mengi ambayo nayo yanategemea ubora wewe unaotaka kuufanya. Iwe katika ubora wa aina gani, utumie material ya ubora upi. Kwa sababu tukija kwenye madirisha kuna grill za aina tofauti tofauti na aluminium. Madirisha aluminium yanatofautiana kulingana na ubora unaotaka wewe kuweka na aina ya vioo unavyotaka kuvitumia. Zina ukubwa gani, kwa inategemea vitu kadhaa. Lakini pia milango na frame zake inategemea na mbao unazotumia. Mbao zinatofautiana gharama kulingana na ubora wa mbao. Kuna miti pori na kuna mbao za miti ya kupandwa, kwa hiyo gharama zake zinakuwa ni tofauti. Kwa sasa hapo inaweza ikatofautiana kwa mtu mmoja na mwingine kutokana na uchaguzi wa material ambao wewe utatumia. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kutumia gharama ndogo sana, lakini pia kuna uwezekano wa kutumia gharama kubwa kulingana na wewe utakavyoamua kutumia hayo material. Sasa kwa mimi hapa nimekuletea gharama ambayo ni ya kati. Sio ndogo na sio kubwa, ni gharama ya kati kwa kawaida, lakini pia unaweza kutumia material ya gharama ya chini kwa matumizi ili kupunguza gharama ambayo utashuka kabisa na kuwa ndogo kabisa. Kwa hiyo sasa kwa gharama ya kati, tukianza kwenye hatua ya madirisha. Maana umeshajenga nyumba yako pale, umeshafunga, umeshapiga paa. Sasa utakapokuja kufunga madirisha, dirisha hapo nimepigia dirisha ambalo linakuwa tayari lina kioo pamoja na limepigwa grill na frame yake. Kwa hiyo dirisha litagharimu 2,230,000. Dirisha moja litagharimu 2,230,000. Kwa hiyo hapo hii nyumba ina madirisha 8 makubwa, madirisha 8 makubwa. Nikijumlisha na hivyo vingine vimadirisha vidogo viwili, kwa hiyo inakuja jumla hapo ni 1,840,000. Kwa madirisha peke yake gharama itakayotumika kununua madirisha yakiwa complete ni 1,840,000. Tukija kwenye milango yetu hapo kuna milango 6 ambapo kwa gharama ya kati panel yake pamoja na frame itatumia 400,000. Ambapo hapo kuna milango 6, manake itatumia jumla 2,200,000 na 400,000. 2,200,000 na 400,000. Lakini hapo kuna uwezekano wa kutumia nusu ya hii gharama, kwa sababu kuna milango ambayo gharama yake ni very cheap na pia frame zake ni very cheap. Kwa unaweza kutumia 200,000 kwa kila mlango. Kwa kutumia 200,000 kwa kila mlango, manake hapo takuwa na 1,100,000 na 200,000 itaweza kutumika hapa. Lakini mimi nimeweka hii kwa ajili ya makadirio ya juu ili sikusumbue wakati wewe unajenga. Lakini pia kwenye eneo la finishing tutahitaji kufanya wiring ya umeme. Wiring ya umeme nimejumlisha gharama ya vitu vyote vinavyohitajika pamoja na ufundi
utatumia 1,104,000. 1,104,000. Lakini katika level ya finishing pia tunahitaji kufanya plumbing, ambao plumbing nimejumlisha mabomba yote ambayo utatumia na vifaa vingine vyote vya ndani, na gharama ya ufundi tutatumia 1,102,000. 1,102,000. Pia katika level ya kufanya finishing, unafanya plastering na painting ambao rangi. Jumla vyote hivyo viwili, kufanya plaster na rangi kwa hii nyumba, itagharimu 700,000. Itagharimu 700,000. Lakini hatua nyingine katika finishing, utadeal na floor pamoja na uwekaji wa tiles, ambapo jumla ya kipengele hicho kitagharimu 540,000. 540,000. Kwa hiyo kwenye hili eneo la finishing, kuanzia pale kwenye kuweka madirisha mpaka unafika unamaliza nyumba inakuwa complete, nyumba tayari unaweza ukaishi, imekamilika kila kitu mpaka rangi. Hii level ya finishing unatumia 8,180,000. Sasa hii nimeweka ni ile ya kati, lakini pia unaweza uka minimize hizi gharama ikashuka mpaka 500,000. Ikashuka mpaka 500,000 kwa level ya hii finishing. Lakini mimi nimeweka hapa nimeweka gharama za standard ambayo itakuja 8,180,000. 8,180,000. Kwa hiyo sasa nikijumlisha jumla ya nyumba yote kuanzia mwanzo hadi unafika nyumba inakamilika kila kitu, nyumba imekamilika kila kitu, tunajumlisha ile gharama ya msingi, tunajumlisha ile gharama ya boma, tunajumlisha ile gharama ya paa, na tunajumlisha hii gharama ya finishing, ambapo gharama yake kuu inakuwa ni 1,354,000. 1,354,000. Lakini kama utatumia material ya finishing, kama utafanya finishing kwa gharama ndogo, hii inaweza kuenda mpaka 15,354,000. 15,354,000. Lakini mimi ninashauri kama utachukua hii ambao iko ya juu ili kukurahisisha wewe katika kuweza kujipanga, 18,354,000. Kwa hiyo kwa makadirio ya juu sana tunaweza kusema kama unajipanga kwa ajili ya kujenga hii nyumba, angalau uwe na budget sio kwa chini ya milioni 20. Ambapo hapo sasa hiyo milioni 20 ni ya juu sana, ambapo humo katikati utakuwa una gharama nyingine kwa ajili ya mambo ya emergency ambazo zinaweza zikatokea wakati wa ujenzi. Kwa hiyo milioni 20 hii nyumba inakuwa imekamilika kila kitu. Lakini kwa milioni 18 unaweza kukamilisha, lakini pia kwa milioni 15 unaweza kukamilisha hii nyumba vile vile kwa viwango tofauti tofauti. Basi nikushukuru kwa kuendelea kufuatilia channel yetu. Pia kama utahitaji hii ramani hii inapatikana ikiwa full imekamilika. Unaweza kuwasiliana nasi na ukajoin kwenye group letu la WhatsApp ili kuweza kuwasiliana nasi kwa ukaribu. Kama unataka kujoin group letu la WhatsApp, angalia kwenye description ya video hapa chini, utaona kuna link ya WhatsApp ambayo iko hapo. Unaweza ukajoin group letu la WhatsApp. Lakini pia kama unahitaji hii ramani, unaweza kuwasiliana na mimi kupitia WhatsApp. Hii namba ambayo iko hapa, namba ya WhatsApp, tunapatikana WhatsApp muda wote. Lakini pia kama utahitaji kuuliza, kuna kitu nataka kupata ufafanuzi zaidi, tunaweza tukakufafanulia na ukapata maelekezo muda wowote.
Asante sana kwa kuendelea kufuatilia TST Architect and Builders. Mungu